Shalom. Shalom wapendwa. Nasalimu tena kanisa katika jina la Yesu. Tuna siku sio kwa mchana tuonane. Kwa sababu tu ya kazi ya Mungu. Lakini tuko hapa asubuhi jioni ya leo. Ili tupate kuhudumia kanisa la Bwana. Kugira ngo dushobore gukoresha ingero y'Imana. Unifate kwa makini. Urikiye witonze. Adoration. Turaguma muri louange na adoration. Lakini tukigusia kitabu eneo kuzaanzia. Ariko dukora ku gitabo wacu yatanguje. Ziko katika Ufunuo wa Yohana 4:4. Kiri mu byahishuriwe Yohana 4:4. Alafu tunaruka tunasoma 10. Hanyuma turasimba dusome 10. Hapo ndipo tutafundisha. Abo ni wanza kwigisha. Mama Chantal someni Kirundi kama kuna Biblia Kirundi. Niko nasoma. Haya asome asante. Ufunuo wa Yohana 4:4 alafu naruka nasoma 10. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ufunuo wa Yohana 4:4 anasema kwamba na viti 24 vilikizunguka kile kiti cha enzi, na juu ya vile viti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, na juu ya vichwa vyao walikuwa na taji za dhahabu. 10 nasema ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema amen. Amen. Hapo ni Yohana katika maono. Hapo ni Yohana yaliyerekwa. Alikuwa iko mumaono. Yaliyerekwa. Maono ni kama vile amepepewa muda kidogo akili. Ijayerekwa ni kuvuga yuko yatwawe gatoyi ubwenge. Alafu Mungu akamuonesha mambo atakayofika. Hanyuma Imana itangura kumwereka ibintu bizoba. Na akaona vitu visivyo vichache. Achaona ibintu bitari bike. Na hapa alikuwa anaona wazee 24. Hano yabonye abatama 24. Na wenye uhai 4. N'ibinyabugingo 4. Leo nafikiri kuhusu hao wazee 24. Uyu munsi ndigisha kubijanye nabo batama 24. Hao wazee 24. Aba batama 24. Kuna katika utumishi wao katika watu wa Mungu. Mu bukozi cyangwa mu bantu b'Imana. Kuna tepeti kubwa sana kuhusu hao watu. Hari inyigisho nini cyane kubijanye n'aba bantu. Kuna wateolojia wanakuambia ni wa malaika. Hari abandi bakubwira ati ni abamarayika. Kuna wengine wanakuambia ni watu. Hari abandi bakubwira ngo ni abantu. Wengine wanakuambia tu ilikuwa ni picha tu. Abandi bakubwira ngo yari ifoto gusa. Lakini inaandikiwa. Ariko biranditswe. Sababu inaposema Biblia inatafsiri yenyewe. Biblia ilisobanura ubwayo. Tutaenda kuona hao wazee 24 wana. Tunataka abantu batama 24. Katika hiyo mstari tunatuonyesha picha yao. Uyu murongo watweretse ifoto
Ukisoma Ufunuo Yohana 2:10. Usome ibyahishuriwe Yohana 2:10. Tunaona kwamba Mungu tunaona yuko Imana anatoa ahadi kwa watakayeshinda katika kanisa zima. Imana yari kwitanga isezerano ku bazonesha ku ishengero ry'Isimina. Alipoandikia kanisa zima, yandikiye iryo shengero Simina. Anasema atakayeshinda mtapata taji. Avuga ngo uzonesha azomuha igitsibo. Sasa tunaona katika kitabu cha Kutoka wote watakuwa na mataji. Yuko iki cya mbere abatama bazokwambara bari bambaye ibitsibo. Kumbe ni watu. Kumbe na abantu. Rezo ya tatu. Igize gatatu. Ndugu, tunaona tena pia Mungu ananiambia. Turiko turabona kandi Imana irabwira. Kanisa ya Sardi. Ishengero rya Sardi. Katika Ufunuo Yohana 3:5. Byahishuriwe Yohana 3:5. Akibambia atakayeshinda. Ababwira ngo uzonesha. Tampatia vazi nyeupe. Somu umwambaro wera. Na wakati Biblia inazungumza vazi nyeupe, Igihe Biblia ivuga umwambaro wera. inamaanisha haki ya Mungu. Ivuga mu kugororoka kw'Imana. Inamaanisha haki ya Mungu. Yerekana kugororoka Na kw'Imana. tunajua kwamba haki ya Mungu Kandi turazi kugororoka kw'Imana. tunaipata kupitia damu yake Yesu Kristo. Kuronka tubiciye mu maraso ya Yesu Kristo. Nataka kuambia kitu kimoja. Shaka mubwire ikintu kimwe. Na hiyo kitu inatusaidia sana kutushusha kidogo. Ico kintu kiradufasha cyane kwicisha bugufi. Mungu anashangilia haki Imana ntiduharura kugororoka. sababu ya matendo yetu mazuri. Ibikorwa byacu byiza. Mungu anashangilia haki Imana ntiduharura kugororoka. sababu ya tabia yetu nzuri. Ingeso zacu nziza. Sababu mwanadamu Kuko umuntu mwenye anarisi asilia ya Adamu na Hawa, umuntu yafise ubuntu bwa Adamu na Hawa. yeye ni mwenye dhambi. We umunyabyaha gusa. Mungu anashangilia haki Imana iduharura kugororoka. wakati anapoangalia Igihe turavye akitizama kupitia damu ya kondoo. turabira mu maraso y'umwagazi. Damu ya Yesu inaenda kusafisha sana. Ayo maraso ya Yesu niyo tweza. Mungu atuangalie kama watu wenye haki Imana nituraba nk'abagororoka. sababu ya matendo haya. Kubw'ibikomo Ni sababu tumeitika, tumekubali mwana kondoo nuko twemeye umwagazi w'intama. ambayo sadaka yake ilikuwa inaendelea kamili. Wewe ishikamagiwe byari bikwishe Mbele yake Mungu tukubaliwe. imbere y'Imana kugira ngo twemerwe. Sasa ukielewa hiyo mpendwa, Utahuye icyo gukundwa. utaacha matendo ya kuhukumu watu. Uzoreka ibikorwa byo gucira imanza Maana abantu. kama unahukumu huko mzuri. Kuko wowe uriko uraca imanza Wewe abantu. ambao unatukana watu au unasema watu hauko mzuri. Wowe utukana ndetse kuvuga abandi nawe uri mwiza. Sisi wote Twese tunataka kuwa haki. Imana iduharura kugororoka. Hatutaki damu yake Yesu Kristo. Turabiye mu maraso ya Yesu Kristo. Ukielewa kitu, Niwatahura icyo kintu. mahubiri yako kupata tofauti. Namna ya kuabudu ndio tofauti. Uburyo bwawe bwo guhimbaza Maana buzotandukana. hakuna sadaka umetoa kwa leo kwa Bwana. Kuko nta shikano wari gutanga ryari kwemeza. Isipokuwa sadaka ya mwana kondoo. Ari shikano ry'umwagazi w'intama. Mungu akiandika waamini wala wenye watashinda katika kanisa Sardi, Imana rero igihe yavuga bazonesha mu ishengero rya Sardi. akaambia watakaoshinda nitawapatia nani vazi nyeupe. Yababwiye ngo bazonesha azobaha umwambaro wera. Alafu akawapatia tena enzi. Arongera arabwira kandi Wenyewe watashinda katika kanisa la Laodika. abazonesha mu ishengero rya Laodikiya. Na unaona pale katika Ufunuo Yohana 3:21. Ariye byashiriwe Yohana 3:21. Sasa kisi hao wazee 24 Uko bana batama 24 wanaketi kwenye enzi 24, bicaye ku nganje 24. vinaonekana wanatawala pamoja na Bwana. Biboneka yuko baganzanye hamwe n'Imana. Wanatawala pamoja na Bwana. Baganzanye n'Imana. Na sababu gani nasema hivyo? Kubera iki tuvuze ibyo? Maana Yesu Kristo peke yake Yesu Kristo ubwiwe alitoa ahadi kwa mitume wake. yatanze isezerano ku ntumwa ziwe. Mathayo 19:28. Matayo 19:28. Bwana akamwambia hivi, Imana iramubwira masiku yao ngo mu minsi iza ninyi wote 12 mu myezi 12 mtaikala pamoja na mimi kwenye enzi 12. muzokwicarana hamwe nanjye ku nganje 12. Na kama Bwana Yesu Kristo Biboneka yuko Yesu Kristo alikuwa wanaona mitume 12 yabaye intumwa 12 pamoja naye katika utukufu wake. hamwe nawe mu bwiza bwiwe. Yeye alitoa hiyo ahadi. We yatanze iryo sezerano. Na Timotheo 2:10. Timotheo 2:12. Tunaona Paulo anaonyesha hiyo kitu. Paulo nawe yerekana ibyo bintu. Ya kwamba uaminifu utatoka pamoja na Bwana. Yuko abizigirwa bazobana hamwe n'Umwami Imana. Sasa inaonekana kama wazee 24 Biboneka yuko abo batama 24 ni watu. n'abantu Watu gani? ariko n'abantu
Yes, okay. Baba kwa Bwana analipa. Na abantu imani hemba. Sasa tukaonekana ya kwamba baada kujua kama ni watu, sasa hao watu ni watu gani? Ni watu gani? Bwana tusifiwe sana. Kuna wateule wanakuambia hawa 24 ni watoto 12 wa Yakobo ambao wanafananishwa na Israeli. Alafu mitume 12 ambao wanafananishwa na kanisa. Because they don't know what to do. Nikisema ya kwamba ni watoto wa Yakobo, ni kama ya kuelewa nyakati gani hapa Yohana anasemea. Kwa sababu neno touch inatoka kwa neno Greek Stephanos. Stephanos ni malipo yenyewe analipa mtu mwenyewe ameshinda baada ya kupeseka. Sasa tukiona yote hapo tunasema hapa siki bado haijafika. Kipindi cha siki bado haijafika. Ni sasa nafuata nyaraka ya Mungu kwa makanisa 7 ya Asia. Kumbe tunasema kama mtahawa zaidi na ile ni watoto 12 ya Yakobo. Na tena tukisema hivyo kama ni wana wa Yakobo na wote wanafananishwa na taifa Israeli, itaonekana kama kumbe Israeli yote tena mbinguni. Itakuwa sio hivyo. Kwa nyakati ya leo Myahudi mwenye makufanya zake nenda tena Israeli yote tena mbinguni hapa. Na tukisema ya 12 ni kanisa, kumbe tunasema kwamba kanisa yote tena mbinguni. Itakuwa Yesu Kristo anatuambia patakuwa surprise. Patakuwa surprise, patakuwa surprise. Kumbe hatuwezi kuaminia hiyo nasema ya kwamba ni kanisa tena ni Israeli hapa. Kumbuka ya kwamba kanisa linyakuliwa ni wale watu wa zamani wenyewe ambao wanasinzia katika kaburi. Wale wote wa Ibrahimu wa zamani, wale wote. Maana Wathesalonike wa kwanza 4:13 inasema kwa mulio wa parapanda wafu kwanza ndio wataisikia na baadaye ndio watakao uhai ndio watanyakuliwa. Hapo nafungua parenthesis. Napenda kusema hivi, ukikuwa mtu walisikia kusikia sana uwepo wa Roho Mtakatifu, ndipo atakayesikia sauti ya barabara. Maana hiyo sauti inasikiliwa hata wafu katika Yesu Kristo. Alafu wenyewe watakao uhai na kusikia sauti ndio watanyakuliwa. Ndio maana upendo uko ndani ya kanisa. Jifunza sana kusikia neno la Roho Mtakatifu. Na ndio maana mwimbaji anasema ni somo ya watoto wa Mungu Roho Mtakatifu. Hao ndio watakayesikia sauti ya Baba. Wale watu wananyanyasana ndani ya kanisa. Wale watu wanafanya miaka mingi ndani ya kanisa.
parapanda. Uzashobora kumva ijwi ry'izamba. Sasa vinaonekana ya kwamba Biboneka yuko wakati 24 abatama 24 kanisa litakanyambuliwa ishengero rizoterurwa pamoja na kanisa yenyewe. Watu wale wataokoka baada ya siku kubwa. hamwe n'ishengero inyuma y'abandi bazokizwa igihe cya kiherezo. Hapo ndipo wengine watapokea taarifa. Abo nibo bazokwatira igisibo. Anakusema wewe mpendo wewe mwenye uko hapa. Ndaguteye intege mukundwa uri hano. Unateseka sababu ya Yesu Kristo. Ubabazwa kubwa Yesu Kristo. Taji yako iko. Igisibo cyacu Unaweka taji yako Bwana. urabikiwe igisibo ku Sipa moyo mpendo. iregeshe mukundwa. Bwana anajua. Imana irabizi Na atakupanguza machozi. kandi zo guhanagura amaso. Biblia inasema ya kwamba Iravuga ngo atapanguza machozi waliokuwa watu. bazohanagura amaso zabayo. Na mstari wa 10 inasema Umurongo w'icumi uvuga gutya. anaonyesha picha moja nzuri sana. Yerekanye ibishusho byiza cyane. Na hapo ndio utamalizika. Aho niho mberahereza Kama temuda kugira ngo kupumzika. umwanya muremure. Biblia inasema hivi. Biblia iravuga ngo Wazee 24 abatama 24 walikuwa kwenye enzi 24. bari ku ntebe ngo bari ku ngazi 24. Walipofika mbele ya mwana kondoo, Bageze imbere y'umwagazi w'intama mwenyewe alikuwa katikati ya enzi kubwa. wari hagati y'inganji nini. Biblia inasema wakatosha mataji zao zote. Biblia iravuga ngo bakura ibitsibo byabo byose Wakazitupa kwake mwana ngo kondoo. babita imbere y'umwami Na wote wakapiga magoti kandi bose barapfukama mbele ya Bwana wa mabwana. imbere y'umwami w'abami. Hata kuimba nyimbo. Batangura kuririmba Lakini indirimbo. wastahili wewe. Urabereye Wewe wewe. unastahili kukamata kitabu. Ubereye gufata Na igitabo. kufungua siri yako. Kugurura amabanga. Inamaanisha nini? Isigura iki? Mbele ya Mungu mkubwa. Mu Mana nzima. Ni lazima sisi wanadamu Ni tushuke. ngombwa ko twebwe abana b'abantu ducunga. Ndio. Ego. Tunalazimisha taji. Turategetswe ibitsibo. Wakati mwenyezaji kuwa na vita. Ariko igihe nyiri igitsibo gikura. Lazima ushuke mbele yake. Ni ngombwa ko ururuka Na imbere wewe yiwe. mwenyewe mkubwa zaidi ya Kuko yote. umuvuguti niwe ahambaye gusumba Hata byose. wapekwa jambo kubwa hapo. Hapo ndio pekwa jambo kubwa. Aho niho hari ikintu gikomeye. Unapoingia ndani ya kanisa, Winjiye mu ishengero. uache position zako. Ureke position zako. Uache pesa zako. Ureke amahera. Uache nguvu zako. Uache mapindele zako. Uache uongozi wako. Uache kwamba yeye ndio mkubwa zaidi. Miminya nafsi yako mbele yake. Uinue Bwana wa majeshi. Wale wote waliteremka. Naye akapanda. Nampenda sana Yohana Mbatizaji. Nampenda sana. Alipomwona Yesu Kristo, anasema mimi nishuke, lakini yeye aliinuliwa. Hiyo ndio adoration ya kweli. Mbele yake Mungu, wewe ushuke, naye Bwana ainuliwe. Biblia inasema kwamba Waebrania 7:7 inasema bila upinzani, bila upinzani, bila upinzani, bila kubisha, bila kupinzana, mkubwa ndiye anabariki mdogo. Halo, bila upinzani, mkubwa ndio mwenyewe anabariki mdogo. Inamaanisha nini? Wewe hauwezi kubariki Mungu, Mungu ndiye anakubariki. Halo, wewe hauwezi kubariki Mungu, Mungu ndiye anakubariki. Ukielewa hiyo kitu, utakuwa mtu mkubwa sana ndani ya huduma. Mimi siko hapa, siwezi kuwekea pastesi pesa mikono. Impossible. Hata nasema kuna upango ya kushusha moto hapa. Mkubwa anabariki mdogo. Tena Mungu anajua yote. Kama wewe hiyo kitu hautaendelea katika huduma. Mkubwa ndiye anabariki mdogo. Sasa wakati wewe unakuja ndani ya hekalu, unavimba, unataka Mungu akubariki na utashuka. Unataka Mungu akubariki na utashuka. Na ndio maana wazee 24 wakati paliona sasa mwana kondoo
akatosha mataji zao, sababu mkubwa anafika mbele ya mtu mkubwa kihuduma. Jifunza kushuka, jifunza kushuka, hapo ndipo utapokea. Hapana kuinuka sana. Paulo anafundisha katika kanisa la Korinto. Hapa anafundisha kuhusu utofauti katika kunena kwa lugha na kufasiri. Alikuwa anatofautisha, tuseme wenyewe wanatabiri kikarama na wenyewe wanatabiri kihuduma. Yaani kwa tandukanya abavugisha ngabire n'abavugisha kubw'igikongwa. Kwa tofauti. Hari tandukanya. Ya mwenyewe anatumia unabii kupitia kikarama. Yuko unakoresha uvugisho bicie mu ngabire. Na mwenyewe anatumia unabii kupitia huduma. Ukoresha ngabire bicie mu gikongwa. Na Biblia inazungumzia nabii. Biblia ikuze mu uvugisho. Inazungumzia kwenye huduma ya unabii. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanakosa baraka. Abantu benshi bamwigisha. Sasa nafika wakati ambapo wanakamata nafasi ya Mungu. Kuko hari igihe bagera aho bafati ikibanza c'Imana. Kuliko kushuka. Aho guca bugufi. Na kumpatia Mungu nafasi. Na kuhimani ikibanza c'Imana. Hao wazee 24 walisha. Abo batama 24 abandi baranangaje cyane. Akatosha mataji zao. Bakuri ibitsiro byabo. Akatoka kwenye nazi yao. Bava mu cyubahiro cyabo. Aseme Bwana ndiye anastahili. Imana ni ibereye gushimwa. Yesu jioni ya leo. Mbega kuri no mugoroba. Unaweza kushusha kwa masomo yako. Kwanza kushira hasa. Unaweza kutia pesa zako. Kushira kwa hanga mahera yako. Unaweza kutia kwa pesa ndani karibu sana. Yaani kifua chako kinapiga sana. Nukuvuga wewe unakunda kubitirikiriza cyawe cyane. Ushijudu mbele yake Bwana. Wewe uyu munsi ucha bugufi. Maana kisi Mungu hapa. Uko turi hano. Moja ndio mkubwa. Unyakusani wa Yesu. Bwana